sisi ni tunatoa huduma. Hatupendai kusema kwamba sisi tunadeal na mostly kusambaza kadi. Sisi ni huduma, ni full package. Kuwakumbusha, kwa kuwapigia simu wale wateja wetu ambao ni waalikwa, lakini pia sherehe ikishaisha tunamsaidia yule aliyokuwa mwenye sherehe kuwashukuru. Kwa process nzima yote ile ambayo ina involve mtu siji kupanda bodaboda na kupeleka kadi za mialiko kuhakikisha yeye inamfikia, kutumia gharama nyingi, sisi yote tunarahisisha kwa kumpatia mwalikwa kadi yake daula ule. Tunaweza kusambaza au kutuma kadi zaidi ya 1000 chini ya dakika 5. Lakini ilikuwaje wakaona fursa hii? Ni daktari wa binadamu. Kwenye ulimwengu wa digitali, mimi na marafiki zangu ambao tunafanya hii, tupo kwenye kampuni ya TimeTalk, tumetokea mbali kidogo. Kuanzia O-level ambao tulifanikiwa tukatengenezaga school magazine, na basically school magazine yetu ilikuwaga ni one among the best. Huyo tech person wetu ambao anaitwa Silvanus, yeye kuanzia utotoni alikuwa anadeal na programming na nini. Kwa hiyo from there tukaja tukatengeneza school magazine. Kutoka kwenye school magazine baadaye sasa tulipofika chuo, mimi nilienda udaktari, Silvanus yeye akaenda engineering, na Ian yeye akaenda kwenye mambo ya statistics. Kwa hiyo tulipofika chuo kwa kuna product ya kurahisisha ratiba ziwafikie wale wanachuo, lakini tukafikiria mbali zaidi, tusiishie tu kwenye ratiba, tukafikiria kwenye movies, tukafikiria kwenye events tofauti. Kwa tukacombine hiyo yote ikawa kama ni product. Hiyo ndio ilikuwa product yetu ya kwanza kabisa, TimeTalk, na push ya sisi kuingia fully kwenye digital au teknolojia ikaanzia huko. Kwa kuna product nyingine tukaitengeneza, nakumbuka tulipataga fund Mawazo Challenge. Hiyo product ni kuwasaidia mama wajawazito, inaitwa iMama, kuwasaidia mama wajawazito wapate information sahihi. So back then 2017 hii mambo ya AI, ChatGPT ilikuwa bado haijaingia. Kwa lakini vision yetu ilikuwa ni kurahisisha, kama mtu anaweza kuchat na daktari kwenye simu, kwa nini tusifanye hizo information zote tuziweke kwenye system yetu moja? Kwa hiyo tukaja na hiyo idea, tukawa funded. From there tukaendelea, tukawa tunazidi ku evolve. Mind you, TimeTalk ina ile, kwa sababu tuna tech people, tuna watu wa statistics, tuna mtu wa statistics, passion yetu ni kuinnovate kulingana na mazingira yetu ya Kiafrika. Kwa ile iMama ilikuwa inatumia lugha ya Kiswahili kuhakikisha mama na chat na kupata right information. So it was until ChatGPT ilipofika tukawa tuna resources za kutosha ndio tukaweza kuintegrate. Lakini tulianza back in 2017. Sasa katikati hapo kwa vile sisi tuna innovate, technology ina evolve, tukaja na an Uber for contraceptives ambao tuliita door to door, ikafanya kazi kidogo, tukaendelea nayo polepole. Lakini baadaye sasa mmoja wetu Ian bwana, he got married. Kwa hiyo ile challenges zote zile za kusambaza kadi, yale maudhi madogo inabidi mtu sijui yupo posta inabidi ampelekee kadi physically, yote hayo akayanote. Sasa akaja ofisini tukakaa tukadiscuss, lakini hii ni pain point inabidi tuifanyie kazi. Then Silvanus engineer wetu akaingia akaanza kupika vitu. So it was until last year, almost 1 year and 6 months ndio tukaingia sasa sokoni. Sisi ni tunatoa huduma. Hatupendai kusema kwamba sisi tunadeal na mostly kusambaza kadi. Sisi ni huduma, ni full package. Kuwakumbusha, kwa kuwapigia simu wale wateja wetu ambao ni waalikwa, lakini pia sherehe ikishaisha tunamsaidia yule aliyokuwa mwenye sherehe kuwashukuru. Kwa process nzima yote ile ambayo ina involve mtu siji kupanda bodaboda na kupeleka kadi za mialiko kuhakikisha yeye inamfikia, kutumia gharama nyingi, sisi yote tunarahisisha.
kwa kumpatia mwalikwa kadi yake muda ule. Tunaweza kusambaza au kutuma kadi zaidi ya 1000 chini ya dakika 5. Lakini ilikuwaje